Kila mwanadamu aliyekamilika kwenye akili yake anayo maono. Bwana asifiwe sana. Kwenye akili yake anayo maono, lakini nimekuja nizungumze na wewe leo. Maono, tunapozungumza neno maono, imegawanyika karibuni maeneo mengi, kama sio mawili matatu. Maono ni mtazamo, maono ni mipango, maono ni picha. Sawa sawa, ni picha. Katika ulimwengu wa roho unayo picha unayoiona ya maisha yako ya baadaye. Katika maisha yako unao mtazamo ulionao juu ya maisha yako ya baadaye. Nimesema kila mwanadamu aliyekamilika lazima awe hivyo. Ukiona mtu hana mawazo, hana mtazamo, hana maono, hana ndoto, lakini mtu mwenye akili timamu na mtu anayejitambua anayo picha. Sema amina, haleluya. Anayo picha. Anayetaka kuoa anayo picha, anayetaka kuolewa anayo picha, anayetaka kuzaa watoto anayo picha, anayetaka kufungua biashara anayo picha, anayetaka kujiendeleza kielimu anayo picha, anayoiona na anaweza akaiandika na watu wote wakaijua kwamba anaona hiki na hiki na hiki. Lakini nataka nikwambie habari mbaya mchana wa leo kwamba adui ana uwezo wa kuzimisha picha ya mtu, ana uwezo wa kuyazimisha maono. Anaweza kufanya hivi, anaweza kufanya hivi. Kama anaweza kuyapindisha maono ya mtu, basi ana uwezo hata wa kuyazimisha. Bwana asifiwe sana. Ana uwezo wa kuyazimisha. Unashangaa, ulikuwa na picha fulani wakati unaanza, unachipuka kwenye ubinti wako, unachipuka kwenye ujana wako, ulikuwa na ndoto, ulikuwa na picha, ulikuwa na maono, wewe umeyaandika na unayakabili, unasoma kwa bidii, unashangaa ghafla umemaliza chuo, unaona tena picha ile haipo tena mbele yako. Kwa nini? Unapojaribu kutekeleza maono yako, unapojaribu kuyakamilisha, kuyatendea kazi maono, unakuta kuna hali fulani ulikuwa huijui, unakutana na hali ngumu sana, ghafla unaanza kuipoteza picha yako. Mungu wetu asifiwe sana. Biblia inasema yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Ni muhimu ujue kwamba kabla hujaikaribia ndoto yako ulikuwa unaona vizuri, na kuona huko kulikuwa sahihi. Unapoingia kwenye mazingira sasa ya kukamilisha ndoto yako unakuta ni tofauti. Bwana asifiwe sana. Kama tuko pamoja, punga mkono juu namna hii, haleluya. Kuna mambo kadhaa ambayo tunakutana nayo tunapokwenda kukamilisha ndoto zetu, na hayo mambo yanazimisha ndoto zetu, yanazimisha picha tulizokuwa nazo kwenye vichwa vyetu. Kwa mfano watu wanaweza kuzimisha ndoto yako. Shetani huwa anatumia watu kwamba hiyo njia ulioamua kupita, hiyo njia sio kawaida hiyo. Yaani uko form 4, uende chuo ndio, upate cheti ndio, au upate diploma ndio, alafu utoke hapa ukaanze mwaka wa kwanza ndio, alafu kwa taarifa yako kwa mbele hauna uhakika na ajira. Hiyo ni ngumu rafiki yangu. Utakaopoteza mpaka kupata diploma, angalia miaka utakaopoteza kupata degree. Wenzako tutakuwa mbali. Sikiliza, kila mmoja Mungu amempatia njia yake ya kupita ili kuifikia ndoto yake. Naongea vizuri jamani. Wengine wanaifikia ndoto yao kwa njia ya elimu, wengine wanaifikia ndoto yao kwa njia ya connection, wengine wanaifikia ndoto yao kwa njia ya misuli, kupambana kwa nguvu zao za mwili, wengine wanafikia ndoto zao kwa ujinga, wanatumia kwanza ujinga ili kupitia ndoto zao. Kwani mimi nikilala na mwanaume hata mara 5 tu, ni bosi tu mmoja nijitoe tu mwanga ndio awe nani huyo na anipe kazi, kuna shida gani? Potelea mbali bwana wewe. Nayo ni mawazo, nayo ni njia, lakini watu wanaweza kuzimisha ndoto. Unapolala na mwanaume yoyote, yale mashetani ako nayo, yale malaana ako nayo, ile mikosi ako nayo, anakumiminia yote. Na kulala na mwanaume mmoja tu anaweza kuharibu future yako yote. Kulala na binti mmoja tu anaweza kuharibu future yote ya maisha yote, anamaliza yote na ndoto zako zinaharibikia hapa. Mungu wetu asifiwe. Kwa hiyo shetani anatumiaga watu kuzimisha ndoto za watu, ama kwa maneno, kwa ushawishi, na kwa kukutazamisha hiyo njia unayoipita ni njia ngumu mno.
akikukuta unaingia kupiga mawe huko kokoto na una degree, unajishangaa, hivi mimi mwisho wangu ndio hapa? Alafu unakuta wa darasa la wengi ndio anakuambia hapo napiga vibaya, tupige hivi. Wewe ndio mwanafunzi wao, wazee wa darasa la wengi. Kule ni kama wanione. Jamani, tuko pamoja huko vijana? Bwana asifiwe tena. Watu wanaweza kuharibu future yao. Shetani anawatumia kuzimisha ndoto, kuzimisha maono, kwa kukudhihaki, kwa kukuvunja moyo, ama kukutazamisha ugumu wa hiyo njia unayoipitia. Lakini nimekuja na habari njema tena mchana wa leo, ya kwamba ndoto yako leo itahuishwa tena, mawazo yako tena yatarejeshwa tena. Yasiyowezekana kwa wanadamu, amini kwa Mungu anawezekana. Ile njia walishindwa wale, kila mtu ako na neema yake. Wewe ulishindwa, mimi sitashindwa. Hiyo njia ulipita, ulishindwa, mimi napita hiyo hiyo na ninatoboa kwa jina la Yesu. Kwa nini? Uwezo ulio ndani yangu ni mkubwa kuliko uwezo wa kwako. Huwezi nivunja moyo kwa sababu wewe ulipita hapo ukashindwa. Mimi najua namna ya kupita. Asante kuniambia kwamba hiyo njia ni ngumu. Kwa hivyo lazima nijaze kifua sawasawa, kwa sababu nina habari na nina taarifa zote kwamba njia anayoipita ni njia ngumu. Inahitaji watu wenye moyo, wasiokata tamaa, wasiovunjika. Niko hapa niamshe akili ya mtu mmoja kwamba hiyo ndoto ulionayo bado hujachelewa, inawezekana kuikamilisha. Usiifute wala usiipoteze. Endelea kuisomea, endelea kuipeleleza, endelea kuitafiti. Utafika unakotamani kufika kwa jina la Yesu aliye hai. Watu wasikuvunje moyo. Kwa hivyo shetani anaweza kutumia watu kuzimisha ndoto yako.